Ndugu msikilizaji, mtazamaji, ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Kanisa la Light Mission Pentecost chini ya uongozi ni Bwana Bruno akisaidizana na wachungaji pia na walimu pamoja na kanisa wanakukaribisha katika maombi ya kila Ijumamosi na ibada za kila Ijumapili. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga nambari 5159912286. Kumbuka ni nyakati za mwisho, ni kipindi cha kumtafuta Bwana ili hata kija kesho akukute uko tayari. I don't think I will be able to say. So for that, may God bless you guys. Wamama, mbona nyinyi wote mnainama katika masimu zenu? Why is every mother using their phones right now? Kinachotuponza sisi wamama hatupendani. Something that is hard for us mothers, we don't love each other. Wakati mama mmoja anasimama ili aweze kusonga mbele, when another woman stand up so they can continue forward, mwanamke mwenzake ndiye anayemkandamiza. Another woman is the one who pushed them down. Ni mambo ambayo yako hadharani na tunayaona mara nyingi. It's something that's very publicly and we see a lot. Kitu ambacho tungezungumzia leo, something that we will talk about today, unabeba nini moyoni mwako? What do you carry inside of you? Wakati unapotembea una nini moyoni mwako? When you are walking, what do you have inside of your heart? Unawaza yaliyo mema au unawaza mabaya? Do you think well or do you think bad? Wakati unamwona mwenzako anainuka kumtumikia Mungu, unamwazia kusonga mbele au unamwazia kushuka? When you see your partner raise up and praising God, do you think them well or do you think them bad? Wakati mama yetu hapa mkuu kiongozi anaposimama kufanya huduma, unamwazia mema au unamwazia mabaya? When our leader stands up here, do you think of them well or do you think them as bad? Wakati mama mwenzako anaanzisha biashara, unamsupport au unasema kwa ni fake havifai? When you see another woman opens a business, do you support them or do you put them down? Wakati mama mwenzako anasimama kupambania familia yake, unamsupport au unamwombea au unamsemea mabaya? When you see another woman pushes their family up, do you support them or do you curse them? Be careful who you listen to. Kuwa makini na mtu ambaye unamsikiliza. Wamama siku hizi tumekuwa washauri wazuri sana. Women nowadays you have become good advisors. Tunashauri wanawake wenzetu mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi. We advise young ladies to do this and that. Je, mashauri unayopewa yanakupeleka katika mwanga? Unajua moyoni mwako na waza nini wewe uweze kufika? Those advices that you're giving, are you sure they're going to take that person to a right place or they're going to take them in a horrible place? Siku moja nilikuwa tu nimekaa. One day I was sitting down. Nikasikia mtu mmoja anasema, I heard somebody else say, nitawezaje kuongozwa na mwanamke asiyekuwa na mume? How can I be led by a woman who don't have a husband? Hiyo yote ni chuki iliyokuwa mioyoni ya watu. All of that is hatred that's inside of you. Ukitazama awe na mume au asiwe na mume, if you look right, whether they have a husband or don't have a husband, amezaliwa peke yake. They are born alone. Na kuzaliwa naye. They was not born with their husband. Usiposimamia wokovu wako kwa sababu wewe mume hauna, if you don't stand on the right side because you don't have a husband, alafu ukasema siwezi nikasimamiwa na huyu kwa sababu hana mume, and tell yourself that I cannot allow somebody to lead me because they don't have a husband, bado hujamuelewa Mungu. You have yet not understood. Anawatumia wale waliokuwa dhaifu na waliodharauliwa. God used those who are low and those who are disrespected. Kwa sababu mwanamke ambaye haishi na mume, because a woman who doesn't live with a husband, watu wote wanaongea. Everybody tends to speak. Watasema kwa ni mchawi. They will say this woman is a witch. Watasema kwamba hawezi. They will say that this woman is incapable. Watasema kuwa hana heshima. They will say that that woman doesn't have respect. Hata anayeishi na mume, even that one who lives with a husband, akionyesha mapenzi anayompenda mume wake, if they shows you the love they love, wale ambao hawana nao watasema
Those who don't have husband who say they are putting that one that have a husband is putting themselves up. Sasa tuache kumshukuru Mungu kwa sababu hatuna. So are we going to start praising God because we don't have? Au mshukuru Mungu kwa sababu unavyo? Or are you going to praise God because you have? Wanawake wengi tumekuwa na roho ya Kaini. A lot of women will have an Cain hearts. Kwa sababu Kaini Because Cain alimwazia mdogo wake mabaya. thought wrong about his brother. Angelijua kuwa Mungu alikubali sadaka ya Abeli. If Cain knew that God accepted Abel's offerings, Kwa sababu alitoa na moyo wake wote. because he offered with all his heart. Lakini Kaini yeye alitoa kwa mbwembwe tu. But Cain only offered just to do it. Kwa sababu ana matiti maji, ana watermelon, ana kila kitu. Because he had all these fruits, Ana grapes, ana kila yani aina ya matunda. he had every kind of fruit. Na akavileta kwa wingi. And he brought them as Akafikiria kuwa Mungu ndivyo anavyohitaji. and thought to himself that this is what God is going to Ndugu do. zangu, Mungu apewe usha. Amen. Mungu apewe usha. God is not corrupted. Kwa sababu ukifikiria kuwa ukitoa vingi ndipo utakapobarikiwa. Because if you think to yourself that offering a lot is when you're going to Na be moyo blessed, wako hauko wazi kutenda yaliyo mema. but your heart is not near of doing good, Hakuna mafanikio. there is not going to be any income. Wamama wengi kwa sasa tunasaidiana. A lot of women nowadays we help each other. Ukishamaliza kutoa, When you're done giving, isingelikuwa mimi basi angevaa vizuri. you think to yourself, if I did not give that person, they wouldn't have dressed well. Unawapatia wapasta masuti, You give pastors suits. alafu asipoivaa au ameivaa unasema suti yangu yenyewe nilimpatia na amefanya hivi. If you see them wearing it, you tell yourself, I am the person who dressed that guy. Pasta akikuchukiza tu kidogo, mimi ndio mwenyewe nilimpatiaga na hivi kana nifanya hivi. If a pastor makes you angry, you think to yourself, he's making me angry when I'm the one who gave him that suit. Sasa ngoja nikuulize swali. Let me ask you a question. Kipindi haujatoa hiyo suti au hicho kitenge kwa mama uliompatia au hiyo kanzu uliyompa, The day you did not give that person the things you gave, alikuwa anatembea uchi? were they walking naked? Hapana. Swali kweli wa mama. It's a question to you women. Hapana. Tujifunze kutoa na moyo mmoja. Let's learn to give with all our hearts. Acha tusome Mwanzo 4, Let's read in Genesis 4:11, 11. chapter 1 till 11. Sijui kama kuna mtu ambaye yuko tayari atusaidie kwa I don't kusoma. know if there's anybody Mara who's mimi ready sio to mtu read mzuri kwa because I kusoma. I'm not a good reader. Genesis chapter 4, verse 1 till 11. 11. Let's read Genesis chapter 4 verse 11. 1 till 11. Okay. Let's read in the name of Jesus. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later, I have brought forth a man. Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain walked to the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits to the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flocks. The Lord looked with favor Abel and this offering, but on Cain, his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." While they were in the field,
Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. Am I my brother's keeper?" 10. The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opens its mouth to receive your brother's blood from your hand." Amen. 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 Kwa Kiswahili, I will read in Swahili. siwezi nikasoma yote kwa Kiswahili. I'm not going to read everything in Swahili. Acha nichukue huu mstari wa 6. Let me stand focused on. Mungu akamuona Kaini akiwa na ghadhabu usoni mwake. God saw that. Akiwa na hasira usoni mwake. God saw that Cain was angry. Alipomuona ana uso wa hasira, When God saw that Cain had an angry face, akamuuliza kwa nini uso wako umekunjamaa? God asked Cain, "Why are you angry? Kama ungetenda vyema, If you did well, utapata kibali. were you not going to be accepted? Kwa nini uso wako unakunjamana wakati mwenzako ameinuka? Why is your face angry when your brother has succeeded? Kwa nini uso wako unasimama unakunjama wakati mwanamke mwenzako anafanya huduma? Woman, why is your face angry when another woman succeeds? Kwa nini uso wako unakunjamana wakati mwanamke mwenzako anapambana? Woman, why is your face angry when another woman moves forward? Amepata shida, When another woman gets amepata problem, ghadhabu, when they get amepigwa, attacked, they were beaten, lakini hakuwepo. but she was not there. Wakati ameinuka na kuanza kupambana kumtumikia Mungu, But then when this same woman rose and started working for umekuwa wa kwanza God, kusimama mbele yake. you're the first person to stand speak Ule hataweza yuko hivi. and start saying this Ule person hataweza yuko will vile. not be able because they're like this. Kwa maana wanawake wengi tunakuwa na moyo wa kusema acha tufanye kwa sababu tufanye tu. Because a lot of women have jealousy hearts. Hatutafikiria yale yaliyokuwa moyoni mwa watu kwa maana hawajui. You cannot think what's in another woman's heart because you don't know what's in their heart. Tunapotoa uaminifu sisi kwa sisi, When we give ourselves trust, baadaye sisi wenyewe tuna disappoint. we end up disappointing ourselves. Kwa sababu ukiangalia kama Abel, If you look at Abel, Kaini angemwambia nifuate, if Cain said, "Follow me," na akajua kuwa moyoni mwake anampangia kumuua, and he knew in his heart that his brother was going angemkubalia. to kill him, he wouldn't have followed him. Lakini kwa sababu hakujua mawazo anayomwazia ndani, Because Cain did not know the plans that his brother had uso set. wake ulikuwa kwa Abeli, labda alimchekea, Maybe at the moment Cain was smiling at his brother Abel, lakini Abeli hakujua but kinachoendelea. Abel had no clue what's going on. Na cha kushangaza, Kaini Mungu alimuuliza, kwa nini ungetenda mema kwani haungebarikiwa? And what surprised you, God ended up asking Cain, "If you could have done well, could I not have accepted?" Lakini haya yote alikazania kutenda ubaya. But through all of that, he still planned to do bad. Tayari ardhi ikalaaniwa kwa sababu ya moyo uliokuwa mbaya ndani The yake. generation was cursed because of a bad heart. Wamama tuliokuwa hapa leo, Women who are here today, acha tupendane. let's love each other. Usimwambie mwenzako ninakupenda. Don't tell the other person I love you. Usimwambie mwenzako unafanya vizuri, Don't tell the other woman you're doing well. wakati ukitoka tu unasema ule hataweza. Because behind closed door, you tell yourself that person can. Usimwambie mwenzako unauza vitenge vizuri, Don't lie to the other person that they sell good fabric. ukienda pembeni unaambia wengine ni fake. When you go behind closed door, you claim to say that those fabrics are fake. Usimwambie mwenzako umependeza, Do not lie to the other women that they look nice. ukienda hivi unasema amevaa uchi leo. Behind closed door, you say that person was naked. Tungekuwa na umoja hapa kanisani, If we are all reunited in this church, hii kanisa ingekuwa na wanawake wengi. this church could have had a lot of women. Tungekuwa tunasupportiana vizuri, If we could have supported each other well, tunashikamana vizuri. we hold each other well, Hakuna wachungaji wangekuwa wanatangaza every day nani mwenye atafagia hapa. pastors could not have been announcing every single Sunday who will be cleaning here in church. Tungekuwa tunashikana vizuri, If we could have hold each other well, hata mabinti wangeelewa kazi wanazopaswa kufanya kanisani. even young ladies could have been aware of the work they're supposed to be doing. Kinachoshangaza, wakati kunakuwa na mkutano wa mama, wote ndio wanakuwa wa kwanza kuondoka. What's shocking when we have
a service, women are always the first one to leave the church. Ukiwa na chuki na mtu fulani kanisani au umechukizwa na matendo, if your hatred towards somebody in church, unashauriana mtoto wako ndo anakuwa wa kwanza kipaumbele kupigana na ule mtu. You advise your child to be the first one to be bila kujua ile pandikizo unayompandikiza ule mtoto. Without knowing the kind of level you're giving your child, anaenda kuwa mama wa mzazi wa mtu mwingine. They're also going to be a mother to somebody. Na generation inayokuja mbele mpaka mbele, and the upcoming generation, hawatakuwa na upendo. They will never have love. Kwa maana waliona katikati yetu sisi, because the last generation, tulikuwa na ubaguzi kati yetu. We did not love each other. Tuna mipaka kati yetu. We had limits among us. Hatujui huyu ni mzuri au huyu ni mbaya. We did not know this one is nice or this one is bad. Na kinachoshangaza kwa sasa, hata mtu akijaribu kusogelea yule anaonekana yuko juu kidogo. And what's shocking, when somebody tries to be near the person who's a little bit higher, utasikia ule sio level yangu. You would tend to hear them say, this person is not on my level. Kumtumikia Mungu hakuna level. To work for God, you don't have to have a level. Unaweza kushangaa ule unamwona sio level yako. You might be surprised the person who you think is under your level, ndiye anaweza kuja kuwa msaada wako kesho. Will be your helper tomorrow. Tupendane wa mama. Women, let's love each other. Na tufundishe mabinti zenu, sisi wa binti zenu. And let's teach our generations kupendana katika kanisa. To love everyone in church. Kuheshimu wakubwa na wadogo. To respect the elders and the young ones. Kitu gani tuombe kwa mtu na kitu gani tusiombe kwa mtu? What is there to ask to a person and not to ask to God? Pia wamama wengine wanawakilisha vema. And there's also other women who does well. Hadithi sema ni hapa kanisani kwetu. But I'm not saying this one should be in church. Don't hate me later on. Lakini kama huko ujibadilishe tu, ubadilishe. But if you're among here, change your behaviors. Kuanzia nyumbani hata nje hata makanisani kote, siishie tu hapa kanisani. Starting from home, even here in church, do well. Don't let it stop here in church. Tumekuwa na mashauri mabaya kwa mabinti. We have been giving bad advice to the young generation. Kwa sababu mabinti, unasahau huyo binti ni mama ambaye atakuwa mama kesho. We tend to forget that these young females are going to be women next generation. Ukimwambia binti yako uko vizuri, if you tell your young daughter that they are nice, wakati haiko vizuri, when they are not nice, sio vizuri. It's not a good thing. Unapewa ripoti binti yako amenitukana. You are being given a report that your daughter cursed you. It's an example. Utasikia mama ndiye anayekuja wa mbele. You will hear that the mom is the first person. Niache mtoto wangu. Leave my daughter alone. Mimi ndo namjua. I am the one who knows this child. Lakini ukisikia mama kama huyu, but if you hear this same woman like jua na nyumbani mume wake ndivyo anavyomjibu. Know that even at home she answers her husband. Wanaume wengi wanakuwa hawana neno nyumbani kwao. A lot of husbands does not have a word at home. Binti yake anapovaa vibaya, when their daughter dresses bad, mbele ya baba, in front of their father, baba akasema wewe mbona umeivaa kama kahaba? If the father tends to say, why are you dressed like a prostitute? Utasikia niachie mtoto avae. You hear the mom defend their child. Leave my child, let them dress. Wewe ungemwambia hivyo wewe baba? Are you supposed to talk to her like this? So how do you expect the father to talk to their daughter when they're walking around like that? Ruhusu wa baba wao wanavyotafakari na sisi wanavyosikia waweze kuwa na nafasi ya kulea watoto pia. Let the fathers guide their children, their daughters, how they feel like is right. Herodia alifanya machukizo mbele za Mungu. Herod did a hatred things in front of God. Herodian. Yeah. Herodia alifanya machukizo mbele za Mungu. Herod did a very hatred things in front of God. Na story hiyo ni Herode, mfalme Herode. And the king Herod alichukua mke wa nduguye. Took his neighbor's wife. His brother's wife. Lakini kwa sababu Yohana, but because Yohana alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alikuwa nabii. John was a servant of God. Kama jinsi tunavyoona watumishi wetu hapa. Just like we have this servant of God in front of us. Kama unavyomuona mwalimu hapa. Just like you see this evangelist. Kama unavyomuona baba Shanice pale na Jean-Pierre. Just like you see Jean-Pierre and Papa Shanice. Kwa sababu kuwa nabii au kuwa mtumishi sio pale. Because to be a prophet you don't have to be called a pastor.
Lakini alimdharau na hakuweza kumsikiliza kwa mashauri aliyompa. But Herod disrespected that person and did not take their advice. Ukitizama ndani ya Herode, If you look inside of Herod, alikuwa na uoga ndani yake kumtendea mabaya Yohana. he was very scared to do wrong to this person. Aliogopa kumuua. He was scared to kill his brother. Kwa sababu alijua ni nabii na Biblia inanukuu. And because he knew Lakini John kilichoshangaza, was perfect. But a shocking thing, mke wake na binti yake his wife and his daughter, walisubutu wakafanya jambo hili. they ended up doing the same thing. Mwanamke akamshauri binti yake, A mother advised her daughter, "Wende ukaombe kichwa cha Yohana." go and ask for John's Acha head. nisiendelee kusema tu. Some Mathayo 14. Let's read Matthew 14. Tuanzie 1 mpaka 10. Let's start from 1 till 10. Inaeleza namna Herode alivyokuwa akiandaa sherehe na binti It's yake. going to explain- Akacheza vizuri, akafurahia. It's going to explain how the daughter was dancing and the dad was happy. Mtu ambaye yuko tayari anaweza kutusomea. Anybody who's ready can please read. Amen. At that time, Herod, the Tetrarch, heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why malicious powers are at work in him." Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodians, his brother Philip's wife. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people, because they considered John a prophet. On Herod's birthday, the daughter of Herodians danced for the guests and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Promoted by her mother, she said, give me here on a platter and head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oath and his dinner guest, he ordered that her request be granted and had John be held in prison. His head was brought in on a platter and given to the girl, who carried it her mother. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. Amen. Amen. We're going to ask Evangelist Sio wote hapa Swahili. Ninaimba 1 mpaka 10. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, "Huyu ndiye Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake." Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohana alimwambia, "Si halali kwako kuwa naye." Naye alipotaka kumuua, aliwaogopa watu, maana walimuona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode. Hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochewa na mamaye akasema, "Nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji." Naye mfalme akasikia, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Amen. Nasikia hapa wasemi kuwa naye akachochewa na baba yake. Do you hear how his father was forced?
hakuchochewa na baba yake. His father was not, she was not pushed by her father. Lakini alichochewa na mamaye. But that lady was being pushed by the mom. Wamama wengi tunatenda machukizo mbele za Mungu. A lot of women will do hatred things in front of God. Baba anahitaji mimi nifanye hivi. When the father decides to leave, lakini alikuwa na hofu wake ndani ya moyo. but Herod had a fear inside of him. Na ile fear iliyokuwa ndani yake, And that fear that Herod had inside of him, ni kwa sababu alikuwa na hofu kumuua kwa sababu ni nabii na ni mtumishi wa Mungu. because he did not want to kill John because John was a prophet of God. Lakini mke wake, But Herod's wife akafikiria nitafanyaje ili huyu aweze kutoweka duniani. thought to herself, what can I do for John to be out of this earth? Kwa maana ameninyima raha. Because John has not given me joy. Nitafanyaje ili huyu mtu aweze kuondoka? What will I do for John to disappear? Akasapoti yale maneno mume wake aliyokuwa ameongea. She supported every word that her husband had spoken. Lakini japokuwa mume wake aliogopa kufanya, But because Herod was afraid of killing John, akasukuma binti yake ndo afanye hivyo. Herod's wife pushed her daughter to go and convince the father to do that. Ni watoto wangapi ambao wameanguka katika dhambi kwa sababu ya wazazi? There's a lot of children who had fallen in sins because of their mothers. Watoto wangapi hata sasa wanakuwa wanajuta mabaya waliowatenda kwa sababu ya There's wazazi? a lot of children who grow and regret every decision they made because of their mothers. Wengine wanachanganyikiwa hata kwa sasa wajui waendelee vipi. A lot of them don't know how to continue. Wana idea ya kusema acha tufanye hivi, lakini wazazi wao wanawapeleka nafasi They nyingine. wish to do other stuff, but their mothers always convince them to do otherwise. Wanaume wangapi ambao wana mawazo ya kusonga mbele lakini wake zao wamewafanya waishie There's a hapa. lot of husbands who wish to go forward, but there's always their wives who push them down. Watoto wangapi wao wavulana au wao wabinti ambao kwa sasa ndoto zao zimezima kwa sababu ya akili za wamama au wababa ambao wanashauri. There's a lot of children who do not have any dream because of the advice their parents always give to them. Leo hii mzazi anamchagulia mtoto uimbe hivi au usiimbe hivi. Nowadays, a parent is advising their child sing like this or don't sing like this. Ongea na huyu, siongee na ule. Mothers tend to advise their children, talk to this person and don't talk to that person. Ufanye hivi, usifanye vile. Mothers advise their children, do this and don't do that. Damu zinamwagika zisizokuwa na hatia. A lot of blood are being shattered Kwa sababu mtoto ana hofu. because the child has fear. Anasema ndio dhambi nimetenda lakini hili siwezi kufanya. The child keeps telling themselves, I have done a lot of sins, but I can't do this. Lakini unakuta wazazi wanasisitiza. But then you find their parents forcing them. Hata muda mwingine wa baba ndo wanahitaji hilo lifanyike kwa mtoto. And sometimes father tend to want the same thing to happen to the Kwa children. sababu wamama ni washujaa, wanadhiriki kufanya hilo tena. Because women are warriors, they tend to do it. Unawazia nini kesho ya wewe mtoto unayemfanyia hivi? Are you thinking of this child tomorrow? Wewe umekuwa mwaminifu mbele za Mungu. You have been a believer in front of God. Mungu amekuthamini sana. God has chosen you so much. Mungu amekukubali. God has accepted you. Umemzaa. You gave birth. Umemzaa. You gave birth. Lakini hautaki yao mwaminifu kuzaa. But then you don't want them to have the hope of giving birth. Unamwangusha mtoto katika dhambi ya namna hii. You are letting your child be a sinner. Unamtrain kuwa muuaji mzuri sana. You train your child to be a good murderer. Kwa sababu akiua leo, Because even if they kill today, kesho tena atafanya. tomorrow they'll Hata pasipo wewe kujua. without you even Kwa know. sababu umemwambia hicho ni kitu cha kawaida. Because you told your child that that's a normal thing. Binti Herodia, Herod's daughter, kama train na mama yake akaua, if the mother advised her akaleta na to kill, kichwa kwenye sinia, if the mother advised the daughter to kill and brought akampatia. the head to the mother, Lakini vile ule umati wa watu haukuelewa kama mama ndio alimtuma. but the crowd of people did not understand that the mom is the one who pushed his daughter. Na ujasiri gani ule mtoto aliyoupata? And the confidence that this daughter had. Kwa sababu hata kesho mama hakujua, labda aliua hata wengine zaidi ya wale. Because even tomorrow, Herod's wife had no clue if Kama sio neema ya anybody. Mungu kumkuta huyo mtoto pale alipo. If it's not the grace
grace of God that found the daughter where she was, huyo mtoto hatakuwa mwaminifu mbele za Mungu milele. that child was not going to be trusted in front of God. Lakini chanzo ni nani? But what was the cause? Chanzo ni nani? What was the cause? Kama mmo mahali hapa msichukie. If you guys are here, do not hate. Ni wakati mzuri wa kubadilisha mifumo ya maisha yetu. It's a good moment to change our behavior. Ni wakati mzuri wa sisi kuacha tabia zilizo mbaya. It's a good moment to change the bad behaviors that we have, ili tuweze kufanya yaliyo mema. so that we can do well. Ukiwa mama wa tabia kama hiyo, If you're a woman with that kind of behavior, kutubu umeshindwa kutubu, to repent you have failed. binti yako amepotea, Your child has gone missing. na cha kushangaza hata hapa mbele wengine tunaimba tu. And surprisingly, even here in front of Kutubu hatuwezi, we can't repent. kwa sababu waliotuongoza ni wazazi. Because the people who have led Kwa us sababu are parents. waliotuambia ni wale wanaoshika Biblia. Because those ones who told us to sin are the same. Kwa sababu ni wale waliotuzaa, The same people who gave birth to us are the same people who tumezoea are kufanya dhambi kwa sababu tunaona tunasupportingiwa, it's okay. It's a habit for us to sin because the people who are behind us. Lakini hata nikwambie binti ulioko hapa leo, But let me advise you who you are here today. una uwezo wa kujisimamia mwenyewe kwa yale unayosikia Roho anakukataza. You have every power to stand firm on what the Holy Spirit is telling you to not do. Hauna uwezo wa kusema eti naenda kuolewa na mtu sawasawa na baba yako kwa sababu mzazi amesema. You do not have the power to go marry somebody just because your father told you to do so. Kwa sababu wazazi wameng'ang'ania wewe uolewe na mtu sawasawa na baba. Because your father is advising you. Yawezekana mwanaume wewe ni mwenye fedha, It's possible that the guy they asking you to marry, lakini moyo wako haukuruhusu. but your heart don't allow you. Yawezekana mwanamke wewe unataka kumuoa amemfurahia, It's possible that the person you want to marry, your family is happy with them. lakini utakuja kuanguka katika anguko kubwa baadaye. But later on, it can be a big cut, Utashindwa kumshukuru Mungu kwa yale anayokutendea kwa sababu haukufanya yale maamuzi. It will be hard for you to thank God because you did not do what the Holy Spirit told you. Kwa sasa unahukumiwa na matendo uliyoyatenda kwa sababu ambayo uliyafanya, ulijuta kwa nini ulifanya hivi. You're being judged with the actions that you took because you could have done better. Kuna wamama wengine sio wabaya jamani. There's other women who are not bad. Wanachukua mizigo, They take burdens. wanachukua mizigo ya watoto wao, They take their children's burdens. lakini still wanachekwa. But at the end of the day, they're being laughed at. Ila muendelee kukaza mwendo wa mama. But keep pushing women. Mungu aendelee kuwasaidia. God should keep helping you guys. Mungu aendelee kuwainua. God should keep lifting you guys. Na nyinyi ambao mmeanza kutenda matendo kama hayo tangu mngali wadogo, And you who have been doing the same actions, Mungu wetu ni mwingi wa rehema. goes down. Our God is a God of mercy. Unapotenda mabaya, When you do bad, utalipwa mabaya. you receive bad. Ukitenda mema, When you do good, utalipwa mema. you will receive good. Angalia mama Tabita. Look at Dorcas. Tabita alipokufa, When Dorcas died, wamama wajane walilia. orphans tend to cry. Walimzoea kikaa kanisani muda mrefu, They were used to her being in church for a long time. akisaidia yatima na wajane. When Dorcas used to help orphans, Walilia, orphans cried, wakaomba, orphans prayed, mpaka wakaita mtumishi wa Mungu. to the point they called a servant of God. Akaja kaomba mpaka kaamka. The servant of God prayed at the point Dorcas stood up. Example bado naitoa mbele ya kanisa pamoja na familia yangu, What example do you put our church? ambayo wazazi wote au wamama wote wakikuona watalia. What example do you bring so that other people when they see you they can cry? Unasaidia kwa kubagua. How do you help by picking? Unasaidia kwa kubagua. You help by choosing. Unajua nitampa mama zawadi You know I will give Mama Zawad kwa sababu yeye ana vitu vingi because she has a lot of things. na yeye ni mkuu wa kina mama. She's a woman's leader. Atakuwa ananipendelea, ataniweka mbele. She will favor me and pull me forward. Unajua utampatia mke wa mchungaji You know you will give a servant's wife kwa sababu mchungaji atakusifia, because the servant will praise lakini hauku you. unatenda kutoka moyoni. But you're not doing from the bottom of Na ndio maana unakufa na huzuni.
That is why you die sadly. Ndio maana unakufa na manunguniko. That is why you die with doubt. Ninawatendea mema lakini wananilipa mabaya. I do well for these people, but they pay me bad. Niliwapatia hivyo lakini wameniondoka. I gave them everything, but they left me. Niliwafanyia hivyo lakini hawanishukuru. I gave them I did well for them, but they don't pray. Niliwapa nguo lakini hawakubaki nasi. I gave them clothes, but they did not stay with me. Niliwakaribisha nikatoa masahani yangu lakini hawakubaki nasi. I offered them plates, but they did not stay with us. Itakuwa ni vigumu watu. It's going to be very hard for people to pray. Yatima na wajane wanatuhitaji. Orphans depends on us. Mbarikiwe sana wamama. Be blessed, women. Mungu apewe sifa kwa neno hili ambalo tuliloliandaa. God be praised for this word that was prepared. This is the word that is prepared. May God bless everybody who listens. Lakini ni wakati mzuri pia. It's also a good moment. You can change your heart. Una uwezo wa kubadilisha moyo wako. Ukiwa bado unabeba chuki ndani yako. If you still carry hatred inside of you. Ikiwa bado hauwezi kunena mema kwa juu ya wengine. If you cannot do well to others. Labda moyo wako kuvunjika umekutenga mbali na Mungu. Maybe your heart being discouraged has pushed you far from God. Labda unajuta kwa yale mabaya uliyoyatenda kwa kujua na pasipo kujua. Maybe you regret the things that you did knowingly and not. Labda ulishauri watoto vibaya wakatenda mabaya. Maybe you advised your children and they did wrong. Na wewe mtoto ulishauriwa ukatenda mabaya. And you children, you were advised and you did wrong. Na bado unasikia mashtaka moyoni mwako. And you still feel reports in your heart. Naweza kumalizia na hadithi moja. I want to finish with one story. Nilikuwa nikimfuatilia mchungaji mmoja. I used to follow this one servant of God. Akawa amesema kama mimi kwa sasa nimeruhusiwa nikaona kibali cha kumtumikia Mungu. The servant of God said, if I am given the authority to praise God today, Ni kwa sababu mama yangu alinisamehe. it's because my mother forgave me. Akasema kitu kilichomfanya muda wote anapokuwa anahubiri. He also said the thing that made him do every time he's preaching. Watu wanatoka nje. People used to leave the church. Watu wanasinzia. People slept. Hata akisema haleluya hakuna anayejibu. Even when he said hallelujah. Kwa sababu mafundisho yake mara nyingi alikuwa analenga kuomba msamaha. Because most of his servants' preachings was about forgiving. Lakini kila wakati anapohubiri kuomba msamaha, but every time when he preaches about forgiving, hakuna ambaye anayemuelewa. Watu wote wanasinzia na wengine wanaondoka. Nobody understood him. The church fell asleep and some of them left. Mtumishi mmoja akamwambia hivi. One servant told him. Alikuwa akizungumza naye akamwambia mimi sijui kinachoendelea. They were having a conversation and the servants of God were saying, I don't know what's going on. Wakati ninapohubiri kanisani, when I preach in church, watu wanasinzia na wanaondoka. Everybody tends to sleep and leave. Lakini moyoni mwangu nasikia nina neno ya kuambia watu ili waweze kubadilika wajifunze kuomba msamaha. But inside of me, I feel like I have a word that I want to tell people so they can ask for forgiveness. Akamwambia hata tuchukue muda tuombe. The servants of God told each other, let's take a moment and pray. Alipoomba ule mtumishi akamuona jinsi alivyomdharau mama yake. When the servant of God prayed, he was given a vision how this servant of God disrespected his mother. Mama yake akiwa anamsihi sana. When the mother needed him so much, alikuwa kijana mdogo, alikuwa hajaoa hata. He was still a youth. That was when he was not a mama yake anamsihi sana, subiri unisaidie kufanya hii kazi. The mom needed him to and pleaded to him, please wait so you can do this work for me. Mama yake alikuwa mjane. The mom was a widow. Akamwambia mama, ninawahi kwenye mafunzo ya Biblia. He would refuse and tell his mom that I'm rushing to akamwacha mama na huzuni moyoni mwake. He would leave his mom with so much sadness inside of him. Akaondoka. And leaves. Na hayo yakaisha hivi. And he ended like that. Lakini mama yake alibaki na huzuni moyoni. But the mom continued with the same sadness inside of her. Akasema mtoto wangu kama kweli anasomea Biblia. And said to herself, if truly my son is going to learn about Bible, inawezekanaje asiniheshimu mimi mama na asinisaidie na wakati namhitaji? How come the same child don't respect me when I need and is here when I need? Kinywa chake kikatamka laana juu ya mtoto. This same child's mouth will speak curse. Akasema ya kwamba, and she also said, umeenda kujifunza neno la Mungu. You claim you're going to learn the word of God. Lakini itakuwa ni vigumu watu kukuelewa. But
it's going to be hard for people to understand you. Na akawa yameisha hivi. And the mom called. Ule baba aliposikia hiyo sauti, When the other person who was praying heard the voice, alitoka hapo na ukubwa aliokuwa nao, he left akamfuata mama bibi Kizee. and followed the mom when she was already old. Akamkokota akamweka pale pale. He pulled her and put the mom at the same Akasema, spot. mama, unakumbuka kipindi nilipokuwa hapa? And he said, Mom, do you remember the moment when I was here? Nilifanyaga hivi na hivi na hivi na ukanungunika juu yangu. I did so and it was sad because of Mama alilia sana. The mom cried so much. Akasema kiukweli niliumia moyoni mwanangu. And the mother said, truly, I was hurt, my child. Akamsamehe. And she forgave. Na kuanzia pale ule mchungaji anaomba na anahubiri watu wanatoa ushuhuda. And at that moment, the preacher would pray and people would give testimony. Kwa sababu ya nini? Msamaha. Why was that? Because of the word forgiveness. Na wewe labda moyoni mwako bado unafikiria kuwa Mungu hawezi kukusamehe. Maybe it's the same for you. You think God cannot forgive you. Lakini Mungu bado anaweza. But God still can. Ukijitoa na moyo wako wote, If you offer with all your heart, hakika utatakasika na utamtumikia Mungu kwa haki na you kweli. want to be cleansed and you want to work for God for truth. Na wewe unayeomba msamaha, And you who prays for forgiveness, acha kusema nimekusamehe. Mimi nilishayasamehe zamani. that saying, I have forgiven long time ago. Na wakati moyoni bado unasikia vibaya. When truly inside of you, you still feel bad about the sentence. Samehe na moyo wako wote uweze kuachia watu waendelee. Forgive with all your heart and let go everything that's in your heart. Na Mungu atakubariki. And God will bless you. Asante. Thank you. Naomba mama Zawadi. I'll ask Mom Zawadi to pray for us. Mtakatifu Mungu mwenye enzi zote, tunamshukuru kwa muda huu na kuinua jina lako kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Yesu Kristo, ninakushukuru kwa kuwa mjakazi wako aliposimama hapa, tulikuita ili uweze kumtia nguvu. Ninakushukuru nikisema asante kwa kuwa ulisikia ombi letu. Tazama ujumbe uliomtuma ndio huyo ameukamilisha na ameuwekea kwa watoto wako. Iliyobaki ni wewe kuendelea kutukumbusha ili tuweze kuishi katika maisha ya utakaso. Kusudi siku takaporudi na kupana taji kwa waliotenda mema, ni Bwana na sisi utukumbuke. Tunakuomba umtie nguvu. Najua amepungukiwa na hapo kwenye amepungukiwa Kristo, hakuna mwingine mwenye anaweza kumjaza tena, ni wewe. Ninakusihi uendelee kumjaza nguvu na umpatie siku ingine tena mafundisho mazuri kama haya, ili aweze kukonganisha kipaji hiki cha kuhudumia wana wako. Na hata yote mikononi mwako, kwa sababu ni wewe unayejua kesho yake. Na ninajua wana wako tumesikia neno na tunajitahidi Bwana tuweze kulitia katika matendo, lakini shetani anajaribu naye ili aweze kupanda magugu. Ni hivi ninakemea na kuamuru nguvu zote za ibilisi kutoka katika mioyo ya watoto wako, ili neno lako liweze kutoa mahali pazuri. Uwe pamoja nasi kwa kipindi kinachobaki. Jinsi ulikala pamoja nasi, tunakusiendelee kuwa pamoja nasi. Ni katika jina lako tukufu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Ndugu msikilizaji, mtazamaji, ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo. Kanisa la Light Mission Pentecost chini ya uongozi ni Bwana Bruno akisaidizana na wachungaji pia na walimu pamoja na kanisa wanakukaribisha katika maombi ya kila Ijumaa mosi na ibada za kila Ijumaa pili. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga nambari 5159912286. Kumbuka ni nyakati za mwisho, ni kipindi cha kumtafuta Bwana ili hata kija kesho akukute uko tayari.